nimeanza kumhubiri Kristo mtaani kwetu nilikozaliwa. Ndio maana sioni ajabu kumhubiri Kristo kwenye mitandao, kwa sababu nimeanza, watu wananiona, tena wale wa kwetu, mabinti ambao tumetembea nao, vijana ambao tumefanya nao starehe, na nikasemwa majina yote, nikaonekana kichaa chizi, lakini mpaka wa leo kuna wengine wananiambia endelea, kwa sababu ndiko chanzo cha furaha yangu. Ndiko ambako Mungu ameanza kunionyesha furaha ya dunia kumbe ikoje. Ndiko ambako sasa naweza nikaona amani kumbe ipo huko. Kuna wakati tulikutana na marafiki walioonekana wazuri, lakini mwisho wa siku kila njia tuliyoendea ilituletea vilio. Kuna wakati maisha yalituchanganya, mili yetu ikaisha. Tukitoka kidogo, tukizunguka kidogo, tunaonekana tumeenda dispensary au tumeenda kwenye duka la dawa kupata dawa za kumeza ili tuongeze maisha. Watu wakosema na hayo tukaridhika. Lakini katika kumsimama na Kristo, leo tunaona auheni, leo tunaona nafuu, leo tunaweza kusimama na kumzungumza Kristo kwa ujasiri. Leo nuru ya uso inaweza kuonekana. Utaniambia nini katika Kristo? Ndio maana nakwambia hakuna jambo lolote lile baya linaanza kwa ubaya. Mara nyingi mambo mabaya waga yanaanza kwa furaha na uzuri. Jambo lolote baya, jambo lolote lenye hatari mbele yake linaanza kwa furaha, linaanza kwa urafiki, linaanza kwa kujumuika, linaanza kwa kuitana wana, linaanza kwa kuitana familia, linaanza kwa kuitana majina yote ya sifa njema, lakini mwisho hayo mambo waga ni hatari. Jambo lolote njema, nimekwambia mimi wakati naanza kumtangaza Kristo sikuhubiriwa, nilijisikia ndani yangu, na haikuwa wakati rahisi, kwa sababu nilichoka, mzigo ulikuwa ndani yangu. Nilichoka, mzigo ulikuwa kwenye maisha yangu. Nilichoka kuchanganyikiwa na kamari. Aisee, mimi nilikuwa nacheza kamari, watu wanajua, na kutoka utotoni nilikuwa na ilhani kamari, lakini nilipoingia sikujua nimeingiaje, na nilipojikuta humo nilikuta nimechanganyikiwa moja kwa moja. Maisha yangu yalibadilika, maisha yangu yalikuwa ni hatari. Hakuna kitu kinachoitwa pesa kingepita mbele yangu, au chenye thamani cha kukuzwa kingepita mbele yangu alafu kisiende kupotelea kamari. Acheni tutangaze Kristo. Na wakati huo magonjwa nayo yalikuwa ni makubwa mno. Hali ilikuwa mbaya. Ukiona mzigo wako umekuwa mzito, ukiona mzigo wako umekuchosha, ukiona uwezi kuendelea tena na huu mzigo, ukiona uwezi mwenyewe, ukiona watu ulionao sio sahihi, ukiona maisha ulionayo sio sahihi, ukiona vitu unavyovifanya sio sahihi, ukiona nguvu inayokupelekesha sio sahihi, ukiona hasira ulionayo sio sahihi, ukiona vitu ulionayo imekuzidi, muamini Kristo sasa. Na kuhakikishia, anza kama unacheza michezo ya kitoto. Anza kama vile unaenda lakini hauamini, lakini mshike Kristo, nivute kwako, nivute kwako, nivute. Itaanza kama udhaifu. Nilisema hapa kwamba ushujaa wowote unakuja katika vitu ambavyo watu waamini kwamba vitaleta ushujaa. Inachotakiwa ni kujiamini na kuamua. Daudi katika kupeleka maji hakurudi na vyombo vya maji vilivyotupu, ila alirudi na ushujaa. Alirudi watu waliokuwa wanamuona kama katoto, kama mchungaji tu mifugo, kama mtumwa wa kupeleka tu chakula na maji. Hawakumtazama hivyo tena, walimtazama kwa uoga. Walijiuliza vitu vingi na maswali mengi ndani yao, kwamba ni huyu au kuna kitu kingine. Wanajiuliza, ni huyu kijana wa Jesse au kuna mwingine? Ni huyu kweli? Jipe nafasi ya kujibeba katika udhaifu, ili mwishowe watu wajiulize ni wewe au ni mwingine. Kama ni watu waliokuwa wanakufahamu, kama ni hao ndugu au wana mliokuwa mnashia nao, mnakaa nao pamoja, waje washangae, wajiulize ni wewe kweli. Watamani na wao watoe huko waliko. Ndio maana anakusihi, kuna wakati sasa unatakiwa uangalie vitu au marafiki au watu wanaokuzunguka, au yanatoka ndani ya ukoo wako, au yanatoka ndani ya familia yako, au yanatoka kwenye tumbo la mama yako, au yanatoka kwenye kizazi cha baba yako, au yanatoka wapi, au yanatoka kwenye mazingira yako, mlisoma naye ilikuwaje. Lakini kama unaona kukaa naye, kuishi naye, vikao unavyofanya naye, mambo unayofanya naye inaenda kukuletea umauti, inaenda kukuletea hatari ya roho yako, inaenda kukuletea hatari ya maisha yako, achana naye. Nataka uelewe jambo moja. Hakuna mtu atakuja. Sawa, kuna wengine wanaweza kujitokeza
wakakwambia hii njia unayoiendea sio sahihi, lakini hakuna atakaye kuja kutoa hapo. Hakuna. Utahubiriwa, utasikia hivi tunavyohubiri, ninavyokuambia hivi, aidha umenisikia kwa mtandao au tumekutana sehemu nikakwambia, lakini siwezi nikakulazimisha kutoka, siwezi nikakung'oa, kwa sababu mimi sina kituo cha kuweka watu ambao wameharibikiwa. Ndio maana serikali ndio wametengeneza kitengo kwa ajili ya watu ambao wameharibikiwa kwa vileo. Lakini inawezekana shida yako sio kileo, inawezekana shida yako sio uasherati, inawezekana shida yako ni shida nyingine, lakini imekuwa ni mizigo kwenye maisha yako. Kwa hiyo shida yoyote ile ambayo unaona wewe huwezi kupambana nayo, yupo Kristo kwa ajili ya kupambana nayo. Kwa jina la Yesu, ukikubali kumpokea, kumkiri na ukamwendea kwa imani, Kristo anasawazisha kila mlima, kila bonde iliyokuinukia. Kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie kujua watu sahihi, kujua watu sahihi, kujua vitu sahihi, kujua mambo sahihi, kujua jambo lililo sahihi la kwenda nayo. Kwa jina la Yesu, barikiwe sana. Na Mungu akupe macho ya rohoni ya kuona walio sahihi kwa maisha yako.